machela. Akiondoka umebeba kwenye machela, tupige mawe. Ninakuhakikishia kwa sababu sijawahi kuona. Wanaletaga wagonjwa alafu wanaondoka wanatembea. Wanaletaga wagonjwa wako hoi, wanaotoa mimi nawaambiaga kawatoni kwa waganga kule ambako mmewapeleka, alafu waleteni wakodieni hata bajaji, alafu wakifika hapa wasipopona ninarudisha lako mara 10. Kwa sababu gani? Ninamjua niliombeba. Nimebeba daktari wa madaktari, nimebeba tabibu wa karibu, nimebeba Bwana wa mabwana, nimebeba mfalme wa wafalme. Hakunaga linaloshindikana hapa. Mwaka jana mwezi wa 4, babangu alienda Ocean Road pale, ilikuwa mwezi wa 3, akaambiwa ana kansa, prostate cancer ambayo imepanda. Iko wale madaktari kama wapo hapa, ilipanda mpaka ikafika 15. Maana tayari yuko kwenye danger zone. Nilikuwa na mkutano mahali fulani, wanaita Maji Chumvi pale Dar es Salaam. Nilipomaliza ule mkutano, tayari wana ndugu tumekusanyana kwamba lazima aende India, na wengine wanasema hivi, jamani, hakuna kansa inayopona, tunahitajika milioni 38 aende India. Wengine wakasema jamani, tunapoteza muda, na wengine wakasema tuchange tu aende, kwa sababu ili na yeye aone amezaa watoto wanampeleka. Nilipomaliza ule mkutano, ilikuwa Jumapili nimemaliza, Jumatatu nikatafakari, Jumanne nikamwambia, wewe si ni Bwana ambaye nilikuwa na wewe Maji Chumvi? Wewe si ni Bwana niliyokuwa na kutangaza unaponya magonjwa yote? Wewe si ni Bwana ambaye nilikuona ukitenda? Kwani kwenye neno uliniambia unaponya magonjwa yote, na umesema yaliyoshindikana kwa wanadamu kwa Mungu yote yanawezekana. Nikarudi nikageuka. Baba anatuambiaje jamani? Huku wenzenu tunadeka, tunabebishwa, anatuambia leteni hoja zenu. Yani huku hatuna mbambamba, tunapenya. Anasema lete hoja zenu, alafu sio za kitoto, leteni hoja zenye nguvu. Nikapeleka, nikamwambia, Baba, mimi mtumishi wako, na umesema anayekutumikia unamheshimu. Nimekuja Bwana, sitamani huo mwaka waje wachungaji wamevaa suti nyeusi wakinisindikiza nimefiwa na baba yangu. Hapana. Nikamwambia hoja ninaileta ni hii, nikisimama kwenye mkutano nihubiri baba yangu ameponya kansa, ili wenye kansa wakija wapokee uponyaji katika uhalisia. Nilipomaliza kuomba, neno la Mungu linatuambia ukiomba neno lolote usipona shaka, hiyo imekuwa ya kwako. Nikachukua simu nikampigia mama, nikamwambia, mama, mchana kwanza hivyo vyeti. Mama akaniambia, Pendo, umekuaje? Umechanganyikiwa? Nikamwambia, mama, sijachanganyikiwa. Aliye ndani yangu ni mkuu kuliko ukubwa wa kansa. Aliye ndani yangu ni muweza kuliko uweza wa kansa. Sijui nikuambie niishi hapo. Niendelee. Na kamda kangu kameisha. Nikipanda hapa kamda kanakimbia. Shindi niendelee. Amenipa dakika 5 bosi, ngoja niendelee. Bosi amenipa dakika 5. Huyu ndio bosi wangu aliyovaa shati ya kijani, usimwone analuka pande bosi wangu. Namna hiyo. Ilikuwa Jumanne nakwambia. Nilipomweleza vile kaambia nenda hospitali. Alhamisi akiwa anaenda kuchukua document pia, kwa sababu aliambiwa Alhamisi ndio warudi wachukue document za kwenda nazo India. Nikamwambia, mama, nimekuambia kapime. Akaenda hospitali moja inaitwa pale Bochi. Akapima kile kipimo ambacho kilikuwa kimeonyesha iko juu, iko 15. Alivyopima akakuta ina 0.001. Sijui nikuambie Yesu wetu anaponya wewe. Sijui nikuambie Yesu wetu sio anaokoa tu. Ndio maana anasema akusamehe dhambi zako.
zako zote, akuponya na magonjwa yako yote. Alafu atupigi tantalita, tuna uhakika na tunachokisema. Na ndio maana nakuambia uaga nina ujasiri, yani nina ujasiri mwingi. Yuko wapi yule kaka anatokea kule kwa Matei, anajua huwa na ujasiri, na asimamaga nawaambia, leteni wagonjwa hapa, mimi nitalipa mara 10. Akitoka hajapona, hata kama umetumia laki, talipa mara 10 na kulipa. Na ninaonaga wanaokuja wanainuka, jamani, tumembeba Yesu. Siongei maana hii.